anatazama juu, anatazama juu. Ni maisha ya kumshukuru Mungu. Lakini pia kuku ana uwezo wa kutaga mayai, na akitaga mayai atamia kwa muda wa siku 21. Namba 21 ana uwezo wa kukaa kwenye mayai yale akifunga asile chakula kwa siku hizo, na atakaa kwa muda mrefu asitoke. Kuna wakati atoke kabisa. Manake nini? Huyu kuku anatupa funzo kwamba kuna mambo mengine hayawezekani. Ili uweze kufanikiwa, unalazimika ufunge siku 21. Ukiwa umekaa ndani, unakula kwa ugumu sana. Hiyo yote ni kutegemea kufanikisha malengo yako yale Mungu amekubarikia. Kuku huyu ni Mungu amembarikia mayai, lakini juhudi za kuyafanya atotorewe, anang'ang'ana mwenyewe peke yake. Anakula kwa muda kidogo sana, muda mwingi amefunga akitafuta msaada wa Mungu. Hii inatupa picha sisi, sio kwamba kuna mambo tutayafanya hivi hivi. Kuna mengine ni lazima tufunge na tuombe, tuyatamie kwa maombi kwa muda mrefu. Kwa kukaa ndani tu tukimtafuta Mungu, itatusaidia kuweza kufanikisha. Lakini kuku huyo pia anatufundisha roho ya uvumilivu. Wakati mwingi anakuwa na uvumilivu, hata wakati mwingine anaweza katamia kwa muda wa siku 21 na asipate. Lakini pia unakuta hajakata tamaa, anaendelea kuwatamia, anaendelea kuwatamia, anaendelea. Kwa hiyo anavyofanya vile, kwa hiyo unakuta anaendelea kutaga tena. Hiyo yote anatupa funzo la uvumilivu, kwamba ni mvumilivu. Lakini pia kizaa, akitotoa yale mayai, vifaranga au watoto wake huwafundisha milio, ishara mbalimbali, kwamba kuna sauti hii nikilia, mjue hii inaashiria ninawaita. Kuna sauti hii nikilia, mjue ninaashiria kuna hatari. Kila mmoja jifiche mahali anaweza. Hiyo yote hufundisha namna ya kuishi na watoto wake, kwa maana ya usalama, kwa maana ya ulinzi. Hata mnyama mkali anapokuja, anapambana naye kuweza kushindana naye na kuwaficha vifaranga vyake. Na akigundua kwamba anaweza kumshinda yule mnyama ni mkali, analazimika kuwaficha vifaranga vyake, kutoa mlio ambao utasababisha wajifiche wasionekane. Yeye pekee ndo apambane. Sasa akishinda, basi atawatoa kwa sauti nyingine ambayo watajua kwamba mama yao amerudi, na akikamatwa watanyamaza kimya. Wakati mwingine watakuja kutokeza sasa kutafuta msaada. Hiyo yote ni maisha ya kutaka usalama, na wakati mwingine huhangaika kuwatafutia chakula, na anawatafutia na anawafundisha kutafuta chakula. Wakisha kuwa wamekuwa, basi anawaacha wajitafutie. Anawachunga mpaka kimo cha uwezo wa wao kujitafutia chakula na kuzaa. Hii ndiyo tunapata elimu kama watumishi wa Mungu, kwamba kuku ni mlezi mzuri wa watoto wake. Hivyo nasi tunapaswa kuwa walezi wazuri wa wale ambao tunawapa, kwa namna ya kuwalisha kiroho, kwa namna ya kuwalinda, kwa namna ya kuwafundisha sauti mbalimbali za Mungu, sauti za hatari, sauti za mwito. Ndio maana Biblia inazungumzia